Yes, mtazamaji wa Alpha TV, karibu sana kwenye exclusive interview. Kwa mara ya kwanza leo tunakuletea moja kati ya wanamuziki ambao wanaendelea kufanya vizuri kwa ukanda huu wa kusini. Anaitwa Dogs Class Material Terminator, mimi napenda kumuitaga Kamanda, au sio? Moja kati ya hitmaker ngoma ya Sharon Tikwili na ngoma zingine kibao, na sasa hivi kuna moja kati ya ngoma kali sana ambazo zinaendelea kufanya vizuri pia, ngoma za kwetu, au sio? Hapa tutazungumza naye mambo kadha wa kadha, tujuze pia sanaa yake ya muziki ilianzaje na vitu kadha wa kadha ambavyo yeye anavifanya. Bana, mambo vipi mzao? Baba, niko safi. Muda mrefu sana hatujawahi kupiga story za namna hii. Kweli. Tuanzie kwenye majina yako kamili. Inawezekana mimi nikawa nimesema Dogs na ikawa ni moja kati ya majina ambayo washikaji wanakufahamu pia kwa kutumia jina hilo. Wewe binafsi yako, majina yako halisi na jina hilo la sanaa yako? Wewe, majina yangu halisi, majina ambayo nazikiwa, mimi naitwa Dionesi Ali Raskombe. Okay. Ano majina yangu, lakini aka ndio hiyo Dogs. Siku hizi ameongezeka. Mara Terminator, Kamanda. mara Sharon Tikwili, wengine ni Tiaga, wengine Kamanda. Kama hivyo. Msukuma pia nasikia hiyo. Hata ukienda kweli ni kweli. Juzi nisikia mtu Msukuma, anaita Msukuma. Ndio huko nimetokea. Ukimuona kijana wa sasa hivi, ukimuulizia Dionesti anaweza asielewe ni nani, lakini Dogs imekuwa kubwa sana. Kwako wewe ni faraja kiasi gani jina lako la AKA linakuwa kubwa kuliko jina lako halisi? Yaani ni faraja, kwa sababu unajua kitu ukiamua kujipa mwenyewe alafu kikaenda viral vile ambavyo wewe ulifikiria kiwe, lazima uwe na furaha. Leo hapa mfano jina lako si halisi tulijua, lakini ukisema PB hakuna mtu ajui. Umeona? Kwa hata kama mimi hivyo Dogs ilivyoenda, haya majina ambayo najipaga mwenyewe yanaenda ya utani mengine, kwa najisikia faraja. Okay. Dogs ilianzia wapi? Dogs bwana, ilianzia ni katika kwenye harakati za kujitafuta. Kitu ambacho uliongea, mimi nilikuwa nataka kama ndo mtoto wa kwanza basi nianze na huyu, wa pili kama ni watatu basi ingekuwa baba mmoja, lakini kutokana na mazingira ambayo yalivyokuwepo, mazingira ya utangazaji nini imeonekana kama sio mtu sahihi kule, ndio kile kinaonekana mimi kwangu mimi iko hivyo kama inaonekana ni mtu ambaye labda wa hivyo sana. Kwa hiyo changamoto ambazo nazipitia ndio hizo, umeona. Kuna sehemu nyingine wanatamani upite tu kimya, umeona. Kuna madeni wakati mwingine ndio unapita, ama akatokea mtoto mdaiwa anapita hivi. Hivi unajutia kuwa maarufu? Hapana, sijutii. Na hii ni baraka tu za Mwenyezi Mungu. Kwa sababu kama ukiangalia kufanya watu wanafanya, wengi wanafanya vizuri sana. Ila Mwenyezi Mungu sijui kwa nini, kwa neema zake, kwa upendo wake, akamwambia bwana, ngoja nimpatie kipaji hiki, nimpatie riziki kupitia hivi. Kwa hiyo umaarufu mimi siujitii, kwa sababu kuna sehemu zingine naenda, kuna mtu anaweza kukaa foleni. Na mimi nikienda nanyosha fresh. Lakini kuna fursa ambazo wale watu wanazitamani kwa nazo. Mfano leo kushikana na viongozi wale wakubwa, kama DC vile, anakuzungumzia mdomo sio kitu kidogo. Ukienda au mkuu wa mkoa anakuzungumzia, umeona, yule mheshimiwa Kassim Majaliwa, sio kesi ya kuzungumzia, kama vile kuna faraja fulani zipo na sio ndogo, ni kubwa. Kwa hiyo ni hivyo. Kuna kipindi hivi ambacho kwenye issue zako hizi za tasnia yako ya muziki ulishawahi kugombana hivi na watu kwa sababu ya tasnia hii ya muziki? Muziki kuna ile tafsiri yake, wanasema kwamba muziki ni vita. Na ni vita kweli. Panapokuwa na jambo moja ambalo linatoa riziki, mnalifanya kwa watu wengi, mitafaruku lazima itakuwepo. Chuki, wivu usiokuwa na mantiki unakuwepo, umeona. Kwa hiyo na masuala ya kugombana, mimi huwa naweza kujiprotect mwenyewe. Naweza kuziendo, yani kuzimiliki, yani hasira zangu, kwamba huyu kaniongelea hivi na hivi mimi nakausha. Kunyosha kwake ni vipi, nataka ninyoshe kwa vitendo. Mimi mpaka nishaimbiwa nyimbo zaidi ya 5. Nishaimbiwa nyimbo zaidi ya 5. Zinaniponda mimi. Lakini ushakusikia natoa hata distract hata moja. Sijapata. Mimi nafanyaga tu muziki watu wa fly. Umeona? Wakisha fly hivyo mimi ndo faraja yangu. Umeona? Lakini pia nazidisha tu hekima kwa viongozi ambao naamini kwamba one day yes, au kwa watu wangu ambao naamini one day yes, kwa sababu
watu wangu wa mashabiki zangu wale nikiwaboa ndio charia kwangu mimi, kwa sababu wale ndio wamenipandisha na ndio wanaendelea kunizungumzia, na ndio wao nikiwaboa watanishusha, na ndio maana najitahidi kufanya vitu ambavyo vinaendana na wao. Ukizungumzia muziki, yani muziki kama mimi naufanya, kuna muziki unajua unataka na muziki pendwa, lakini muziki kama mimi ninao, yani roho ambao mimi naupenda sio muziki ambao uko lakini pia hao mashabiki wananifanya mimi nakuwa kinyonga. Muziki unapobadilika na mimi nakuwa nabadilika. Okay. Kwa hiyo iko safi bana, tunaendelea kupata madini na leo sisi tumeamua kuja kupiga story kwa maana tujue vitu vingi ambavyo vinamhusu Dox Classic Material, lakini pia tuweze kujifunza namna gani ambavyo yeye anaishi akiwa kwenye sanaa lakini pia nje ya sanaa. Dox anavyoonekana kwenye wilaya hii Nachingwea ambako yeye ndio asili yake kwa maana ya uzaliwa na ukulia wake, na anapokuwa kwenye wilaya nyingine tofauti na Nachingwea anaonekana ni Dox mwingine kabisa. Hii kwa nini? Kwa sababu Nachingwea unaonekana ni mtu, unaonekana unajiweka mtu kuwa wa kawaida, alafu kienda sehemu zingine unakuwa tofauti. Hii imekaaje? Hapa tunapoishi ni watu ambao tunakutana hospitali ili watu majina yafanyaje yaendelee kusogea. Na maana utasema mtu mmoja mimi naenda mpaka huko Mwanza, nimeenda mara moja population nimekimbiza population, ingaje mtu alijiuliza kwa anaenda Mwanza au Mwela anakuimba kitu gani? TikTok video zipo, ushahidi upo, watu wameona, wameruka kana Mwanga Luka Ngoshe. Mwanga Luka Ngoshe. Unaionaje game ya Singeli kwa sasa hivi hapa Tanzania? Game ya Singeli imepelekwa. Game ya Singeli imepelekwa, lakini pia tunamshukuru Rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan. Tunamshukuru sana rais wetu, anatupambania kwa kweli. Lakini mwisho wa siku kuna yule yupo kwenye kitengo cha burudani huko. Sio ni waziri, sijajua jina lake. Lakini nilishukuru sana alikuwa anasema kwamba Singeli ndio imepewa kipaumbele, yani ndio muziki ambao kiashiria cha uasi wa Tanzania. Kwa mkizungumza Tanzania kuna muziki gani ambao ni original wa Tanzania? Ni Singeli. Na hiyo sio kwamba amedanganya au ni vipi. Ni kweli. Kwa mwisho wa siku tunaona Singeli jinsi inavyokwenda. Kwa mwisho wa siku wasanii wenzangu na waona wanavyoona kana Dua Makabila wanaposti mpaka hapo kuna mandege wanapaa hivi, akina Sholo Mwamba, akina Faita Kidene, kuna watu wanachukia sasa hivi wanapata ile kama kina Jeti, akina Kidene sasa wengi wanaongeza thamani, unaona. Kwa mfano wale, kwa mfano labda nizungumzie labda Jeti alikuwa ni mtu ambaye anafanya tu show kama vile kwa nani analipa labda 200 300 shanifahamu, lakini leo ametoa hapo wilaya jirani ametoa na milioni 2 usafiri kwenda na kurudi. Ina maana milioni 2 akipata afanye chochote. Kwa hiyo tunaishukuru serikali yetu, pia thamani inaendelea kupanda kwa watu wasikilize, na kama mtu anafanya Singeli basi asikate tamaa, huu muziki upo na unahela. Ni vile tu tujaribu kutengeneza maadhi fulani hivi ambao watatu ambao wanaenda wakawekeza kwa ana kitu. Unajua ngogo hivi. Shana Ntigwi ni moja kati ya ngoma ambazo zimeenda sana. Mimi naweza nikasema hivyo. Sahihi. Kwa wewe Shana Ntigwi ukipata nafasi ya kuizungumzia ni ngoma yako, lakini utaizungumzia kwa namna gani? Yaani ngoma naizungumzia kwenye utofauti, kwa sababu Shana Ntigwi mimi ni ngoma tu ambayo nilikuwa nimeifanya. Kwanza ile naweza kusema ni namba 2 ya Mwela Shikamoo. Nilipofanya remix ya Mwela Shikamoo ya yule mzee wetu marehemu, Mungu amrehemu, nilipenda ile nyimbo nikaamua ngoja nifanye remix, afu nitaitoa kwenye bolingo nitaweka kwenye Singeli. Kwa hivyo itoa nikaweka kwenye Singeli, watu wakaipenda, lakini ikatokea minong'ono wao kuisikia, lakini minong'ono ilitokea, hawezi lugha ya Kimwela yule amekopi, hii amekopi. Hiyo nilisikia hiyo, sio screen aje. Kwa hiyo ilikuja kwa ajili ya kuja kukata na uzuri Mwenyezi Mungu akajaza upepo ile nyimbo ikaenda zaidi ya ile iliyokopiwa. Hiyo si umeona hicho kitu? Nikasema sio kesi, nikatengeneza na kangu. Baada hapa ndo kidogo naimba kidogo, akina Ikelebe Ntenga na dondoshea wakaja kumbe mshikaji oji. Ikelebe Ntenga maana yake nini sasa? Ikelebe Ntenga kama vikolokolo vya ambavyo vimekaa sehemu moja hivi. Naona kama hapo kuna mirija, kuna nini, kuna majusi, kuna majusi madumu ya majusi sijui nini. Hivi yote hivi tunaita Ikelebe Ntenga. Kwa hiyo kwa nini kuna ile Ikelebe Ntenga ndio maanisha mimi kama vile kwenye muziki unakuta kuna ngoma vinapiga mle, kuna percussion vinapiga mle,
kuna snare zinapiga, kuna ile midundo ile kama kuna mabezi vile vyote mimi nikaunga ndo vikaitwa Ikileventenga. Sasa vile si unajua muziki ukishaingia maungoni tu, maungo ndo ile ivalo ndo tunaita maungo. Kwa hiyo hiji ngila mwi ivalo kote inonga ndio inakuwa vinanoga yani. Okay. Kwa hiyo hayo kutinonga ndo inanoga ikote inonga yani inakuwa inanoga. Yani kwamba vile vikolokolo za vya muziki vile vikishaingia kwenye mwili ndo inakuwa inanoga. Kwa hiyo na sisi tunasema hii interview ikote inonga. Jaji unajua kote inonga. So poa. Haina noma. Bana hivi karibuni tumeisikia ngoma moja hivi ya ngoma za kwetu kama sikosei, ukiwa umeshirikishwa na Mtoto Nia. Moja kati ya ngoma ambazo sasa hivi pia zinafanya vizuri sana. Lakini namna ambavyo umeingia kwenye ile ngoma ni tofauti na vile ambavyo watu wamekuzoea. Ilikuwa na urahisi kiasi gani wewe kuingia kwenye ile ngoma? Yaani ndio maana sometimes moja yani kila siku hatuwezi kuacha kumshukuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu ile ngoma uweze yani nilikuwa nimekaa tu hivi sehemu nikaingia simu mwenyekiti. Mwenyekiti mwake na maanisha nia. Nia sio kule mwenyekiti wa CCM. Mwenyekiti wa vijana sasa hivi. Hiyo CCM. Kwa hiyo akanipigia akamwambia bro vipi shwari la kuaje? Nikamwambia mimi niko huko jiji jirani tu hapa na Ruangwa. Akanambia basi kama vipi hapa chukua usafiri. Kuna goma fulani hapa na unahisi kama wewe mwenyewe ukiwepo fresh, na kule nilimkuta DJ Mapoda, kumbe naye alimshauri kwamba ngoma hiyo unaitengeneza nia naomba muweke kamanda. Kweli akufanya ajizi mheshimiwa, mimi nikachukua boda nikaenda, akalipa boda kwenda na kurudi. Nilipofika ndo akanisikilisha mdundo ule nikiusikiliza wenyewe unaanza kunipa vibe, umeona. Nikasikiliza ninavyoimba nikichekea vitu vya nyumbani. Sasa kwa sababu mimi mmenizoea kuwa mwela, ngoja sasa niingie tofauti ili iendelee kufanya kitu kizuri, shanifahamu. Kwa hiyo kuna maneno fulani akana sasa yeye nikamwambia wewe ifanye mimi ndo bwana wako. Unaomba yani kishafika likizo unataka kwenda huko maskani. Hapo mimi sasa hizo mila zenu sifanyaje? Sisitaki. Kwa hiyo mimi nilikuwa sasa tangu nilipotoka huko Mwanza huko nilikuwaga mbishi na waliniambia wazazi wangu bwana ukienda kusini sisi tunajua tabia zao hizi. Ingaje zile zimeshakufa ni kweli lakini zimekufa sasa hivi. Ni tabia ambazo ndio zangu lakini tuifanye tu kwa sababu watu waenjoy na kweli watu wanaenjoy. Tunaenjoy sana. Kwa hiyo kabisa mimi nimkatae, umeona. Kwa hiyo nikanajelewa mwenyewe mimi nimekuwa mpishi mwenyewe. Eti nishambe huko sio wewe nakataza tu hela, umeona. Kwa mwisho wa siku imekuwa vile. Kwa hiyo sikupata muda mwingi wa kusema kwamba nikaumiza kichwa kwa sababu unajua ukishapata tu beat kali yeye unakololoka tu. Vingine vyote utawala. Na ukishapata tu mada ya kufanya kumbe natakiwa niwe Msukuma kwa maana nakataa. Sasa nilikuwa naweza nikawa Mchaga, naweza nikawa Msukuma, naweza kana ile tukachagua kuweka Msukuma hapo. Tunaweza tukaipigia hivi kidogo tukaenda na ile kuna kile kipande cha mimi hii ni nyimbo ambazo zimeenda kaipiga tu yote tu yote hapo kwa maana mpaka kwa itakuwa nipo utakuwa hapa nipo Mtoto Nia hapo nipo wewe atende kwako pale kwangu wanasema nilikuwa mbishi wakati naoa hata kwetu Mwanza waliniambia nikifika kusini hakuna kuoa yaani nipambane nitafute hela mimi nilisukuma kutoka Usukumani mejichanganya kuoa umwelani yani unikuta tena sitamani yani ni bora mimi ningeoa nyumbani ndani ya tuelewani anadai kwao anachosema anawahi ngomani anaondoka na niacha na watoto nikiwa kazini watapikiwa na nani ngine hii hasarao mke yangu inadai kwao hii hasarao mke yangu inadai kwa alichonikela na mwelekeza hayo yote hayo alafu tunaambia hiyo tulela mama ina maana bado picha kamili bado yani ni shule kwa mimi kote sawa anaambia hii tulela mama picha hapo nakuja na shemeji yangu bwashe alinitulize usihebu tuliza moyo mke wako anakwenda kule hata aende kufanya mambo ya ovyo akaniambia kile mambo yako yale ya faragha yale ameyapata huko jando kwa vitu vyote na kama kwa kupenda asingozaliwa watoto basi sawa. Kuna ile kinani kwenye challenge wote tulifanya mimi nikazila tikete zangu kwa namna ambavyo nimeisikia ile ngoma kuna kitu kingine kama kinaniambia hivi kama kipo kwenye ile ngoma tafsiri yake ni kwamba kama kuna kapati tu fulani hivi baada ya kurudi ngomani
Hakuna kitu kingine hapa natakiwa tutaingia. nimpeleke mchumba mwingine. Kwa maana yule tayari unakuwa umemwacha moja kwa Au moja. si sasa hapo ndo narudi. Yaani hapo ndo sehemu moja nafikiria nifanye kama nimemvumilia ndio naenda kumtambulisha nyumbani, kwa sababu huyo yote unajua inaelekeza tu huku. Yeah. Si nilisema kwamba ni mtu ambaye nimetoka Usukumani, bado niko kusini. Sasa natakiwa nirudi tena wapi? Usukumani. Jamani, mimi tayari kumvumilia binti huyu. Yeah. Kwa mwisho wa siku huyu baba yangu ndio namueleza huyu mama. Unajua vile tutatafuta namna ya kuiweka, lakini nataka ipate part 2 yake. Kwa hiyo tuache tu survive kwanza, afu tufanye mambo mengine. Bwana, hongera sana, ni ngoma nzuri sana. Hata kuna baadhi ya watu pia waliniambia miongoni mwa maswali ambayo siku ukija kukutana na Dox, moja kati ya maswali ambayo utamuulizia ni kuhusiana na hii combination ambayo imefanyika. Kwanza kutoka kwa DJ Mapoda, inaonekana ni ngoma kibao sana za Dox anazifanya DJ Mapoda, lakini pia kwa Msonia kama sikosei imekuwa ni ngoma ya pili ya tatu unafanya na yes. Kwa hiyo watu wanajaribu kuhusianisha kati ya connection yako wewe na DJ Mapoda pamoja na Msonia ilikuwaje na imekaaje, japo imekaa poa sana, kwa maana yani mnaka chemistry fulani hivi ambayo cha kizazi sana. Kwanza ulu ni upendo. Upendo tumeamua, kwa sababu Nia yule ukienda Ruangwa kule ndio hivyo. Nia naye pia ni mtu ambaye anapigwa mawe sana. Mapole ni mtu ambaye anapigwa mawe sana. Mimi pia ukiangalia vivyo hivyo. Kwa kuna wakati tunakaga jamani, kuna kitu kinaitwa kujisikitikia. Sasa mko mnajisikitikia ndio kuna mada sasa zinatokea kama haya. Mnafanya majambo, wala wanapiga mawe, mnashangaa vitu vyenu vinasogea. Wanaendelea kupiga majungu. Ni sasa tu mtu ambaye alikuwa anamcheka mtu, anacheza bao mkwele anapita kuuza karanga. Anapita ayana anacheza bao, afanya kazi yote, anakumwambia mkwele anataka kununua basikeli, azungusha biashara yake, anazunguka nguo. Yeye anaenda kucheza bao, hakuna anachokifanya. Umeenda umerudi umesikupa mwana umenunua basikeli. Yaani cheza bao pale amemwacha. Baadaye anataka kununua pikipiki, ananunua basikeli. Wewe hata hiyo basikeli ununua iko wapi? Mpaka unajenga uko vile vile. Kwa hiyo masuala majungu sio. Wewe hata viongozi wanasemaga tuache majungu tupige kazi. Basi kama wewe kazi yako ni kuimba, imba. Kama ni mpira, cheza. Kama ni utangazaji ndio kama hivyo na kuona unavyopambana mwenetu kila siku YouTube kulali. Unatafuta material watu wasichoke kuangalia Alpha TV. Sasa hiyo ndio watu wanataka upige kazi. Hata kama mtu anayekuona, hata kama akiamua bwana mbona ana tabia moja mbili tatu unafanya hivyo kazi. Mbona unachokiongea kiko tofauti? Mbona mshikaji mtu ambaye anapiga kazi sana? Umeona? Mbona anapiga mbomba hapo fresh? Wewe unanizungumzia kitu gani ambacho sikuelewi? Si unajua ile? Hivyo. Haina noma, hiyo kubwa sana hiyo. Natamani kujua pia kazi hii ya muziki kwako imekunufaisha kwa kiasi gani, imekubadilisha vipi maisha yako wewe binafsi na maisha ya jamii kwa ujumla? Kwa vumbi jamii siwezi kunini, lakini mimi binafsi yangu maisha ya muziki kwanza ndo naishi kupitia muziki. Nalipa pango kupitia muziki. Una mwanangu pia. Lakini pia familia yangu inaniangalia. Kwa mfano mama tukipataga kidogo tunampa, na unajua mama chochote tunachompa. Nashukuru. Kuna kanga utampelekea mchumba wako leo, afu mchumba wako kanga gani? Mama yako mpelekee chochote. Ashimba mwanangu. Amenipa mwanangu mimi anaikunja sandukuni. Inakuwa kama mpaka siku ya kwenda msikitini siku kanisani ngawa alinipa mwanangu mimi. Shanifahamu? Kwa mwisho siku muziki mimi ndio hivyo ananipa riziki. Napanga, nafanya vitu vyangu vingine binafsi, sometimes moja napataga muda kaenda na enjoy sehemu. Umenipa riziki, yani naishi kupitia muziki kwa sasa hivi. Yani ndio biashara yangu. Na ndio maana niko serious nayo. Sina muda wa kulemba. Ndio niko hivyo. Kwa mwisho wa siku muziki na ushukuru sana, umenitoa sehemu moja kupeleka sehemu nyingine. Ndio kama hivyo. Nilikuwa Deva Guta nimetoka sasa hivi nipo huko. Yani kinachokitegemea sasa hivi mimi ni muziki. Lakini pia ndo kama hivyo maarufu, kuna mazingira mengine tunaenda kama labda ndo kama vile hospitali Dox nani labda nikienda na mwanangu pale, yani sio mbaya. Unajua kuna simu fulani hivi ambazo mimi kama ningekupa tu mtu wa mtaani hivi nisingekuwa nazipata. Ushanifahamu? Wanakupigia mama mwanangu tuna nani, ushanifahamu? Kuna mtu mwingine anaweza kukutana naye hivi. Kwa hiyo muziki mimi kwangu una faida kubwa, na naendelea Mwenyezi Mungu anaendelea kunibariki, kama ananibariki sababu ni baraka zake. Pasipo yeye wala sipo mimi. Unawashauri nini vijana ambao sasa hivi ndo wanaingia kwenye game hii ya muziki wa singeli? Wasikatishwe tamaa, kwa sababu ngoma hizi huwezi kutoa ngoma moja mbili zikatoboa. Alafu ngoma ambayo inaenda huwezi kujua.
Kwa hiyo wewe ni kuimba, wewe imba, kubamiza, wewe bonda, imba. Lakini pia muziki una asili moja hivi, kadri unavyozidi kuwekeza Mwenyezi Mungu ndo anakufungulia milango baadaye. Sasa kama unavyojua sisi kwetu hapa, inawezekana mtu akaenda kwa producer akatoka mwanangu nirekudie ngoma nitakuja kwenye amemsumbua muda wa producer aende kupeleka hela fanyaje, umeona mazingira kama hivyo. Lakini mwisho wa siku tupunguze miseleleko. Si unaona ngoma kuna wakati wewe ulikuwa pale jioni, wewe utakuwa mshahidi. Kuna ngoma walikuwa wanazipiga hiyo kwa sababu tu ni vile upendo. Lakini ukizisikiliza tuweke majuku pembeni. Baba tuweke majuku pembeni. Wewe ulikuwa unapiga, yani ulikuwa unapiga kwa sababu ya upendo. Yaani unajua kuna kitu yani wewe una upendo fulani. Ila mwenye nyimbo hajui hicho. Kama wewe unapiga kwa upendo. Usielewe. Ila ukisikiliza hata tu kwa masikio tu kawaida bila hata kutumia monde unajua hii ngoma moja. Kwa mwisho wa siku tujaribu kuwekeza tupate kitu ambacho kiko bora, ushanifahamu? Tuendelee kujitangaza. Lakini pia kama mtu anakupiga hatua watafute. Kwa hiyo nyinyi mnafanyaje, umeona? Kila siku natengeneza connection, umeona? Kwa mfano mimi leo ya hapa haya Mkongo Juma Nature, juzi tulikuwa naye pale, yani pale tunaongea, nikaenda kumpa bro mimi nafanya hivi na kwamba akanishauri safi brother kili wako na gengi. Mara mmoja ametuma message pale sio muda mrefu pale, nilikuwa nimemkuna nani mmoja alikuwa anataka, umeona kafosi akamwambia umetisha sana mwanangu mnyama, maana hizo ndo connection. Lakini pia meneja wake Wozu Fresh tuna story mwanzo mwisho, blaga nishauri tena kama Mungu akipenda alikuwa anataka yeye anilile bila kutukua na mambo mengi, kutoka maskini wenzangu alikuwa anataka nafanyaje akae mule. Chochote ambacho ungetamani kumalizia ili uweze kuzungumza na mashabiki zako pia kupitia Alpha TV au kusikilize, ambacho ungetamani pia umalizane nacho? Niko kwa muda nimemaliza kabla sijamaliza. Maki pale kwenye kwamba tuache majungu tupige kazi, ile ndio ndio kauli ya mwisho. Na ile ni kauli kubwa sana. Mwenyewe umesema hapo bwana, kauli ni kubwa mno. Umeona? Vijana wanapiga sana majungu kuliko kazi. Kubwa mimi niseme tu kwamba tuendeleeni kufanya kazi. Lakini pia tusiache kusupport unapoona huyu anawafaa kusapotiwa. Tusiwe kimbelembele sana, kuna kipaumbele kumvuta mtu shati akiwa anafanya jitihada zake, inakuwa vizuri kwa sababu mtu wa siku haya unaweza kumvuta shati utamani sijui awe mwizi akaishie jela, utamani sijui awe nani. Kama unaona mtu anafanya kitu sahihi ambacho kinaweza kumuongezea kipato kikamletea tija, basi unatakiwa una support panapofaa kusupport. Ushanifahamu? Usio unakaa mbele unaanza kumwongelea mtu yani tofauti, yani kama unamzungumzia unachukulia jitihada za mtu unatafuta namna ya kuzishusha. Hiyo Mwenyezi Mungu pia nadhani itakuwa ni dhambi. Ushanifahamu? Kama mtu anasaura anafaa kusupport, msupport, mazingira haya yanasogea. Lakini pia ni waidi tu kama mimi sinaendelea, bongo bado inabungua. Tusubiri ujio wa ngoma inaitwa Kabwa Kabwa kwa mwisho wa siku. Usiniambie nifanye nini. Beat ametengeneza DJ Bambo. Ulivyosema Kabwa Kabwa umenikumbusha kwenye Imenye Kenya. Yaani kwa nini unapenda sana aina ya ngoma za namna hii? Unajua mimi napenda watu wa fly. Kuna maneno fulani ukiyatumia watu wana fly. Kama hiyo ukisema kumenye Kenya. Ile ilikuwa ni dimu tu la maskani. Kudi yangu mimi mzee baba kuna dimu kama yani kama hivyo yani saa tunatupita katakataka muda fulani kifuku pale kila tukizirobo pana kwa pamenye Kenya fulani. Kama nimepaimbia tu watu wananichukulia mambo ndio vile. Kama nicha tofauti kwa watu tusubiri ujio Kabwa Kabwa nipati tu ya kumenye Kenya. So hizi ngoma akawa kwanza sasa hivi nikupe kitu. Hizi ngoma zina namba 1 na namba 2 kama ulikuwa hujui. Ile ya kumenye Kenya na hii Kabwa Kabwa. Namba 1 namba 2. Na hii hapa hii ya nia ina namba 2 yake. Ukiitazama tu umeona. Kwa hiyo ni ngoma zina tabia ya kuzaana. Ukitoa nyimbo ambayo inapenda unakutana na nyimbo ambayo ina msimu tu bwana, ukishaacha usifanye hivyo. Komaa nini na nini hiyo. Ushanifahamu? Utarudi tena kwa jamani nimeshapenda tena mimi muda huu. Kwa hivyo okay kubwa tupigeni kazi. Tupeane support, tuache majungu. Bwana hii kubwa. Subscribe Alpha TV, ndio channel yetu pendwa. Iko hapa pia anachukua lakini taarifa zote za dunia za ndani ya nchi nje ya nchi zinapatikana. Kwa hiyo sisi tunasema Alpha TV ni dunia yetu. Tulikuwa tunazungumza hapa na ndugu yetu Dox Classic Material Terminator.
napenda kumuita kamanda kama ambavyo nilianza pale mwanzo kwenye introduction ama kwenye utangulizi. Kwa sisi wazungu tunasema utangulizi, lakini kwa Wamwera kina Dox wao wanasema introduction. Tulizungumza wazi kabisa kwamba leo tunafanya mahojiano ya ana kwa ana. Tupate kujua vitu vingi ambavyo vinamhusisha Dox, lakini pia vile ambavyo vipo kwenye sanaa yake ya muziki, lakini pia maisha yake halisi anapokuwa nje ya tasnia hiyo ya muziki. Mimi naitwa PB Mnyamwezi, niko na Paul Meka, ndio ambaye anakupa picha ngavu kabisa hiyo ambao sisi wanafanya wanatuona vyema kabisa. Hapa tuko Swafa Juice and Cake, eneo ambalo kwa nyakati kama hizi za jioni unakuja hapa unapata keki yako mzuri kabisa, lakini pia unapata bites kama hivi, unaona vikokotoo vya kutosha, na unapata vitu vingi zaidi. Nzuri zaidi ni kwamba unapata muda mzuri wa kufanya mambo yako, kama ambavyo unaona viti vipo hapa, meza mzuri ambao unaweza ukafanya vitu vingine pia vikaenda vizuri zaidi. Nikukumbushe kabla hujafanya chochote, kabla hujaondoka kwenye TV yako, hakikisha una subscribe, una like, una comment pamoja na kushare ili uweze kupata kila taarifa ambayo sisi huwa tunakusogezea hapa Alpha TV, dunia yetu.